Wahi kurudi? Sawa, narudi sasa hivi. Sasa Kasile mwanangu. Natakiwa tucheze mchezo wa kukaa, kusimama. Kukaa, kusimama, sawa? Yaani wewe wote natakiwa tuwe hivi. Simama ka, simama ka, luka siwe. Anacheza na wewe. Natamani mwanangu usome. Lakini baba yako na ndugu zake hawataki. Inanisikitisha sana, inaniumiza. Natamani uende shule mwanangu. Lakini nafanyaje? Natamani mwanangu ungekuwa darasani unasoma na wewe. Lakini familia babako na babako mwenye pia hataki. Unafanya nini mamako? Endapo familia yako yenye babako hataki kusikia kuhusu mwanangu kwenda shule. Hilo usijali mwanangu, mimi mamako nipo kangali. Na kuahidi baba, nitakupambania mwanangu kwenda shule. Sawa baba? Najua mimi mamako sina kitu, si chochote, lakini nakuahidi. Mimi mamako nipo hai bado. Nitakupambania mwanangu, utaenda shule, utasoma. Sawa baba? Mimi nipo mamako, ninapambana. Nitapambana sana. Pate kwenda shule. Karibu pita. We mama Lana, nenda katoe ule uchafu mwanao alioweka pale. Kajisaidia pale, nenda katoe. Ila mimi mbona Kasile tokea asubuhi mwanangu mimi hajatoka nje. Katoka, usimkatalie. Hakuna mtoto mwenye kunya mavi mabaya kama yale. Nenda katoe sasa hivi kabla sijawapa notes. Itakuwa ni mtoto wa jirani. Mimi mwanangu hajatoka tokea asubuhi. Hakuna mtoto wa jirani. Nenda katoe sasa hivi uchafu wa mwanao. Na nitawapa notes muondoke. Sawa, mimi natoka kuja kula. Nenda katoe ule mzigo. Nikirudi nikiukuta, mnaondoka. Mira sijui nimefanya nini. Jamani mwanangu tokea asubuhi, mimi nimeshinda nyumbani. Hajatoka nje. Mbona kila kitu kinamtupia mwanangu? Kashfa zote anatupia mwanangu. Jamani hata kwenye hili la mavi. Mwanangu mimi nakumbuka hajatoka tokea asubuhi. Mpaka hii jioni tupo humu ndani. Hajatoka saa. Sasa kunje katoka saa ngapi jamani? Mungu wangu. Nijalie nipe moyo wa uvumilivu. Niweze kuwavumilia hawa waja wako. Nashindwa. Nipe uvumilivu wa kuwavumilia. Sawa, nitafanya nini? Kasile mwanangu. Ngoja niende nikatoe uchafu naambia umeenda kujisaidia. Na kujisaidia baba. Hayo machozi yako mama nitayafuta. Hayo machozi yako mama nitayafuta. Oh Kasile mama, Kasile mama, oh Kasile mama, Kasile, oh Kasile, Kasile. Karibu. Asante. Nakuja.
siku nyingi dadangu. Nzuri zapo jamani. Salama. Endeleaje? Za kutupotea. Siku nyingi dadangu. Karibu dadangu. Asante jamani mdogo wangu. Jamani za hapa. Salama, karibu kae. Tushukuru Mungu hatujambo dadangu. Haya, asante. Karibu kae dadangu. Asante. Jisikie uko huru, jisikie uko nyumbani kabisa. Asante kwa ndugu yako. Haya. Zama siku dadangu. Nzuri. Za kutukimbia, yani hata kusema niwakumbuke ndugu zako jamani, umetuacha. Ni zamani sana. Mdogo wangu nisamee sana jamani, majukumu. Yani mpaka tunakumisi, yani mpaka mwanao anakumisi. Japo una na mtoto? Ndio. Jamani, mbona hata taarifa hata hujaniambia jamani? Taarifa sasa dadangu mwenyewe ndio mama kunisusa, yani zamani sana hata kwa siana na sisi utaki. Wewe kuja kwenye kuja kushtukizia. Huyu mtoto mwenyewe wa kike wa kiume jamani? Wa kiume dadangu huyu. Wewe muone dada na masiara. Mbona muone kama wewe ni mbaba jamani? Mbona kama ana sura ya kike jamani? Amna, ni mtoto wa kiume huyo jamani dadangu. Na kukwe nayo joto jamani. Yaani mpaka kero. Ndio tuvumilie, ndio kwetu. Kwa tukukimbia jamani. Wewe acha tu jamani. Kama tutusa ni muda mpaka mtoto kawa mkubwa jamani, amjui hata mama yake mkubwa, yani hapo sasa ndo nimekuja. Mama mkubwa mwenyewe ndo mimi. Kwa ndio hivyo dadangu, mtoto mpaka kazaliwa kakua, japo nilimzaa mzima alikuwa yupo hivi. Ni mambo ya kidunia tu yamebadilika. Tukajikuta tu mtoto kasha paralyze. Yani hata mimi sielewi kitu gani kilichomkuta, mimi sielewi. Jamani mdogo wangu, umejaribu kwenda kwa wataalamu? Kwa wataalamu dada? Kwa wataalamu mimi nikafanya nini? Mimi nakuaga yani siaminigi sana hizo imani hizo. Siamini, mimi ninamwamini sana Mwenyezi Mungu. Najua ipo siku Mwenyezi Mungu atamsaidia mwanangu. Yani sijawazia sasa kwenda kwa wataalamu. Siamini hiyo imani. Siamini kabisa. Mimi ninachomwamini sasa hivi ni Mwenyezi Mungu tu peke yake, na ndio ambaye anaweza kutusaidia kwa sasa. Mdogo wangu, ungejaribu kwenda kwa wataalamu ungekusaidia. Huyu mtoto naye jamani. Kuna mtu alishasaidiwaga huko, mtoto wake alikuwa kama hivyo. Alipata maparalyze, alizaliwa mzima tu. Lakini kadiri anavyokuwa hivi akawa maparalyze. Lakini mimi nikukushauri mdogo wangu, ungeenda huko kwa wataalamu. Hapana dadangu. Yani mimi hapana kabisa. Yani sijawahi kuwaza hata siku moja kuwazia kwenda kwa wataalamu. Mimi dadangu hiyo imani sina. Siamini, yani siamini. Mimi sasa hivi ninachomwamini ni Mwenyezi Mungu peke yake ndo anaweza kunisaidia mimi. Yani kwenye wataalamu mimi hapo dadangu mimi hapo hapana, nakukatalia kwa sababu ni kitu ambacho yani sikiamini mimi. Mimi sasa hivi ninachomwamini ni Mwenyezi Mungu peke yake ndo anaweza akanisaidia mimi. Hizo imani mimi sina na wala siwezi kuziamini na sitokuja kuziamini. Mdogo wangu, shemeji wapi? Ni story ndefu kidogo dadangu, kwa sababu wewe shemeji yako unavyomzungumzia hapa tokea jana. Karudi hapa kazini, nikamwomba baki na mtoto, acheze naye, alau yani acheze naye kwa muda tu mtoto wake. Nimetoka tu mara moja, nimemkuta hayupo. Yani mpaka dakika hii unavyoniona hapa ndugu yako, simjui shemeji yako alipo. Yani hapa ninavyokuambia dadangu, hapa mimi nataka nihame. Nimechoka dadangu, napitia magumu sana kuhusu huyu mtoto. Yaani huyo shemeji yako ndo aeleweki, na nyanyasika mimi hapa. Mama mwenye nyumba mimi hanitaki, ananisakama. Majirani wananisema vibaya, yani najisikia vibaya dada, najisikia vibaya. Hapa unaponiona hapa ndugu yako, nataka kuhama. Nimechoka.
Yaani hapa ikiwezekana niende mbali hata niende kijijini kabisa. Jamani mdogo wangu, usihame, utama nyumba ngapi? Tatizo dadangu nayo upitia ni mazito. Mazito sana. Yaani nashindwa mpaka kuyahimili kwenye moyo wangu. Yaani moyo najisikia vibaya. Najisikia vibaya. Yaani kila siku nazungumziwa kuhusu mwanangu. Mimi sipendi, najisikia vibaya sana. Mdogo wangu, utama nyumba ngapi? Usipende kuwa mama, majumba mengine hayafai. Ukazane na kuomba. Kama kwa unamwamini Mungu, muombe Mwenyezi Mungu atakusaidia. Tuachane nayo dadangu. Mimi ngoja niingize begi ndani, tumsubiri shemeji yako aende akarudi. Si unajua kabisa hii jioni tayari usiku unaingia. Ili tuandae mambo ya usiku upate kula. Haya mdogo wangu. Kwa usijali, jisikie kabisa uko nyumbani, jisikie vificho chochote unachotaka utaniambia. Tumsubiri shemeji yako, sawa? Haya mdogo wangu. Sawa dadangu. Oh, Kasile, Kasile, oh, Kasile. Ase fundi. Ase vipi? Mama nenda. Ndogo mbele. Ase vipi? Moyo kuulizia nguo ya mke wangu. Nguo ya mke wako ndo namalizia. Ndo hii. Okay, that's good. Ase fundi. Naenda kuomba rafiki yangu fanye chap chap. Aisesi kwangu niamini sipango. Yaani kesho ni safari ndefu sana. Maana najua nikitoka kesho asubuhi hapa, jioni nitakuwa nimeshafika nyumbani. Kwaona kuomba, sijakaa muda mrefu bila kuona familia yangu. Ushazoea mafundi wangu. Sasa wewe unaongea sana nguni. Mafundi wa wangu najua. Mbona chokuomba wewe fanye chap? Naisha blaza. Basi poa ina naomba. Basi sio nisubirie au natoka hapo nitakuja kesho. Nisimamie wewe nenda utarudi baadaye. Basi poa. Haina shida sasa. Nakuamini sana kaka. Haya poa. Haya. La la, yeah, yeah. La, oh, Kasile. Ndugu zangu, leo usiku tunaanua matanga. Kwa hiyo nipende kutoa shukrani zangu za dhati kwa upande wa ndugu pia na wanakijiji ambao tulikuwa nao pamoja tangia tukio la msiba huu wakati inaanza na leo hii tukiwa tunaenda kuhitimisha. Nawashukuruni sana kwa yote aliyefika na Mwenyezi Mungu awabariki. Amen. Shemeji, ndio amerudi? Nimerudi shemeji. Siku zote hizo? Samahani lakini. Kwani vipi? Mbona watu wengi hapa? Nini kinaendelea? Kuna sherehe? Ametoka. Yaani namaanisha amefariki. Nani? Mama Kasile. Wewe, shemeji, mimi na wewe hatuna mkakati. Sawa.
Oh, Kasile, Kasile, oh, Kasile, haikuwa kosa yangu, si chaguo langu, ni mapenzi ya Mungu wangu, ya Mungu wangu. Natamani nisome ila ndugu wanakataa. Natamani nisome ila ndugu wanakataa. Hayo machozi yako mama nitayafuta.